Sasa gebe gole makuruka hela yale. Ya ruru. Ina kashomba ndio ndio mkadirisha. 3,000. Hela 10,000. Kashomba shida na wakande kajaga na ngoza ngoza na huruma. Wewe nyori yaya kete tutake kwa mama moja makovi. Na. Nuru, baba mkuu, yule kijana anaishi hapa. Nachokuomba, nenda ukaangalie ndani kama kuna mbwa. Sawa mkuu. Mkuu, nimeangalia lakini sijamuona mbwa. Sawa, tunaweza kwenda. Mama, mimi nimechoka kulima. Yaani kuanzia asubuhi tumelima kote huko. Hata jua limefika hapa bado sisi tunaendelea. Mimi nimechoka maana nataka niende nyumbani nikafanye mambo yangu. Hivi wewe ukafanye mambo yako nyumbani, mambo gani? Yaani tukalima tu hapa hata raha. Ukasema umechoka bado asubuhi namna hii. Au kwa sababu kutokalima mashiazi. Ndio maana ukakataa kulima. Ukakataa kulima, ukala chakula cha nani? Kama wewe sina kulima. Ukategemea nani sasa akalima hapa? Nakwambia hivi, tunalema mpaka tumalizie pale, tumalize haka. Ndio tutaenda nyumbani. Endelea kulima. Mama bwana, mimi naenda kufanya mambo yangu, naenda kutafuta hela. Kwa juhudi eti, Ukanifutia lekamba mimi. Sio mtoto akawaje? Nikumbe kweli mjini karibu watoto eti. Bora karuja akabadilika. Hii Nuru huyu. Jamani. Yaani mimi nakachoka. Wewe ngoja, sio kaondoka. Nani jambo lako kaliacha? Nani sijua kalelewa. Ndako kuita huko nyumbani. Toka jiwana. Wewe ukajifanya jabuli. Ukajiwana na mimi. Yaani? Mama. Hebu njoo kwanza ninatia hapa kiberiti. Alafu kwanza nimesahau, hebu niletee kwanza na chumvi, sawa? Haya, sawa.
Sasa hebu fanya hivi, hebu okota kwanza hayo mauchafu hapo. Sasa tufanye kufika kwanza hapo Masakura. Huyo naye nani tena huyo? Halo. Halo. Mbona uongei? Niko nyumbani hapa, hebu niambie. Wewe bwana sasa hivi uko nyumbani unafanya nini? Si niko napika kwanza hapa. Wewe mwanamke tayari utakukimbia wewe. Unapika sasa hivi. Wakati muda wa kazi kwa majaribani huko wewe ndege zinasumbua huko. Hapo mzee kapakua hapa vimaji anaingia mengi sana kwa majaribani. Mzee nani tena huyo sasa kafanya hivyo? Ndio kwa sana juzi wewe ndo kapakua hapa maji anaingia mengi sana kwa majaribani. Yani bana hawa wazee wengine nao sijui inakuaje. Hebu ngoja kwanza nije kwanza hapo mara moja kwanza. Fanya haraka sababu nishamwambia hapa hivi ameniambia nifanye na mtogoni wewe bado kupikia roho yangu uje. Haya sawa, ngoja nakuja hapo haraka sana. Sasa hivi ndio. Haya sawa. Haya. Yani haya mtu mwingine bana, yani sijui yako vipi, yani hata nashindwa hata kuelewa hata. Sasa Lemi, unasikia? Hebu kwanza kuta sasa unapika hivi viazi kwanza, mimi ngoja kwanza niende hapo shambani mara moja. Naona kuna shida kidogo kwanza, alafu nakuja. Sawa mwanangu? Nuru, abe mkuu, nilikwambia lakini hukutaka kunisikia wala kunielewa. Ona sasa, yule kijana alompatia mbwa kashindwa kumtumia. Yaani mpaka sasa tunavyoongea, yule mbwa hana nguvu, hawezi kufanya chochote. Alafu kuna mtu mbaya anamtafuta yule mbwa. Endapo akimpata, kuna jini atamfungulia. Jini huyo nilipigana naye miaka michache iliyopita. Nachokuomba, mrudishe mbwa wangu. Usipomrudisha, dunia pamoja na kijiji vitateketea. Mkuu, na maana gani unaposema hivyo? Mbona mimi juzi nimetoka kwa kijana funga, nikamkuta mbwa yupo salama na nampatia chakula vizuri tu. Kwa macho yako ya kawaida hauwezi kuona, ila mimi ndio ninayejua. Nachokuomba, mrudishe mbwa wangu. Sawa mkuu, nimekuelewa, nitazingatia. Sawa, zingatia. Kuna shida? Yule sielewi. Kwa nini mbwa apate changamoto? Yaani itakuja teketeze dunia. Ila haina shida kwa sababu mkuu kasema, mimi nitazingatia. Basi. Yaani hapa kijijini nikija nikapata maswala ya maujegi nitatesa sana hichi kijiji, nitakuwa handsome wa hichi kijiji chote. Siona kama Nuru sasa hivi anajisikia, anajiona sasa nikamaliza yote maisha, ila ipo siku tu nitakuwa zaidi yake. Wewe funga. Yaani nimekusikia humo ndani mpaka mara 5 naongea peke yako. Naongea na nani? Sasa hai tushaingiliwa. Hivyo wewe umeshindwa kukaa ndani mpaka utoke nje uje nifuatilie mimi. Mimi hapa nje nimekaa. Nina mawazo nawaza hapa nitapataje maswala ya maujege. Wote wanakuja kwenda kalale. Achana na mimi. Nakwambia toka uende ukalale. Sasa wewe umeshindwa kwenda kulala mpaka eti uje umwite funga mageti. Kweli? Wewe nenda kalale. Mwambie atoka unifuate nyuma. Sasa hapa
Ila sawa, ila na wewe utulia hapo hapo, usitoki. Umekuwa chizi au? Najuta nikina langu lenye rangi ya chungwa. Hivi mume wangu, wewe si ni nani? Na maana kama nisumbuo ndani, kumbe una mwanamke nje. Na kufikia chakula changu utaki kukila. Kumbe una mwanamke huko nje. Nieleze huyo Joyce ni nani? Sasa huyo Joyce umemwona wapi? Sasa huyo Joyce wewe unashindwa kunielewa kitu kimoja. Ndio mke wangu akili zako wewe hazinaga akili. Umeelewa? Sasa wewe unaponipiga hivyo unanidhalilisha mwenzio. Umeelewa? Sasa huyo Joyce sio mwanamke, huyo Joyce ni mwanamume. Yaani Joyce mtambala beki tatu wa Yanga. Wewe kumwona ile beki tatu wa Yanga wewe mjui kweli wewe? Ile siku ndo kuangalia mpira, alinipenda kwa kimshabikia. Baada ya kuondoka pale mlangoni, umeelewa? Mwenyeelewa vizuri, unanisikia? Pale staff akaniambia bana, njoo, nimekuelewa bado unavyonishabikia unanikubali, umeelewa? Kama basi hapo haina noma. Kwa sababu mke wangu mimi Dar es Salaam sije kufika, akaniambia utakuja Dar es Salaam, nikupokee uangalie mpira bure, nikakumkubalia. Sasa tukabadilishana namba, kanipa yake mimi nikampa yangu. Umeelewa? Tumekaa siku 2-3, akaniambia kaka mimi Dar es Salaam sasa hivi na likizo, siji. Nataka nije kwa mwanzo nitembeze mazingira, nielewe. Akasema haina shida mke wangu, unaona? Sasa nikamwambia basi utanipigia. Sasa nashangaa wewe mke wangu ananipigia hivyo. Kwani mimi nimekosa nini mke wangu? Hebu achaga wivu bwana. Wewe ni mwanamume bwana, sio mwanamke. Eti mkutane, mchezaji wa mpira mkakutane guest. Kweli inaingia akilini. Sasa mke wangu guest gani? Hiyo GM. Jamani. Sasa hiyo GM unayosemea wewe unafeli kitu kimoja. Umeelewa? Hiyo GM ni nyumba ya wageni. Aliniambia basi mimi napokuja nalala wapi? Nitafutie nyumba isiyokuwa na kunguni. Nikaanza kufikiria nyumba gani nzuri. Sasa kwanza hapana. Nikaona GM. Na alipoanza kuja akaniambia kwanza jana kwamba nitakuja kesho kutwa. Sasa mimi nashangaa. Akanijibuje? Mimi nishafika. Nikamwambia sasa kama umefika, uko wapi? Niko kwa ndugu yangu. Kama kwa ndugu yako haina shida. Umeelewa? Kama basi utakapo kwa ndugu yako utakuelekeza. Umeelewa? Sasa nashangaa nikamwambia ukishatoka kwa ndugu yako utakuja kuelekeza gesi ilipo utashukia hapo. Sasa kwa sababu liko wapi? Mimi nimwambia ashukie pale nimtafute gesi alale pazuri. Sio kama ni mwanamke yule mke wangu. Yule ni mwanamume. Kwa hiyo kwa taarifa yako mguu wako naomba unipeleke huko kwa Joy. Subiri nije utanipia. Mkuu, ni kweli kabisa ulivyoniambia. Nimejaribu kwenda kwa kijana Funga ili nijihakikishie. Nilipofika nikamkuta yule mbwa kazofika. Nikajaribu kumwomba kitu, hakutoa. Dalili zinaonyesha kabisa yule mbwa hana nguvu tena. Nilipoendelea kumwangalia kwenye mkono wake upande wa kushoto, nikamwona ana kidonda na kuna shimo kabisa kwa ndani. Sasa mkuu, tunafanya nini? Abe mkuu, nilikwambia mara 2 lakini kutaka kunielewa. Tatizo lenu nyie binadamu ni wabishi sana. Kumbuka, wewe umeumbwa kwa udongo, mimi nimeumbwa kwa moto. Mimi ni roho, popote napita. Unachokiwaza na kijua. Nilikuacha ukajione kwa macho yako mawili. Kama huyo mbwa kazofika, basi nguvu zake zinatumika sehemu, na kama hazitumiki, yule mtu mbaya nilomwota kwenye njozi yangu atakuwa naye karibu. Nacho kuomba twende kwenye lile pango tukahakikishe kama yule jini bado yumo, na kama ameshatoka ujue kuna shida, na kama yupo ujue pia kuna shida. Sawa mkuu. Sikiliza basi na wewe. Hivi
nimekaa hapa najifikiria. Huyu mbwa sasa hivi kazoofika kabisa. Sijui tatizo nini. Nuru kaja kamwangalia vizuri, anasema kuna tatizo linakuja. Jamani, mimi nashindwa kuelewa. Nimejaribu kumuomba, hajatoa kitu chochote. Na alisema ukimuomba kitu chochote kile, lazima tu atakupatia. Mimi nimejaribu, hajatoa chochote. Na nikimchunguza sana huyu mbwa, kwenye mkono wake wa kushoto ana kidonda. Hichi kidonda najiuliza katoa wapi? Mbona nashindwa kuelewa? Na nitafanyeje huyu mbwa kwa ajili ya pone? Sasa hapa inatakiwa nitafute tu namna huyu mbwa apone. Nitajua tu. Wewe dada akifunga maketi, simama kwanza nikwambie kitu kimoja. Nishachoka kupalilia hapa. Nishachoka. Mimi shamba lote hili nimelipalilia, nimechoka. Nimepalilia pote huku. Pote. Hauna shukrani. Nishapalilia, nimetosha. Nimechoka kwanza. Yaani hapa nilipo kwanza hapa sidhani kama hata siku nyingine nitarudi. Kwanza tusubiri niende kwanza hivi. Nifike kwa wakati. Katafute maswala ya mahoteli. Nataka niwe handsome wa hichi kijiji. Niwateke wote humu. Niwateke. Nishachoka. Ninaenda zangu. Wewe na akili kabisa. Yaani unapalilia matuta mawili tu, yaani mimi mwenyewe nimeng'oa na njugu mawe. Tangia juzi, jana na leo. We, matuta mawili tu. Ni wenyewe nimeshachoka. Natakiwa wewe upalilie, umalize kupalilia, twende tukatoe njugu mawe kule. Ile dada yake funga mageti wewe. Ndio unanidambisha nini wewe? Unasema matuta mawili. Haya mawili. Mimi nimepalilia pote huku. Unaona? Kwanza leo sidhani yaani sijui leo nimelala mkono gani leo. Yaani leo na bahati. Sio kulia, sio kushoto. Umenikamata kunileta shambani. Nilipolala leo sirudi kulala tena. Sirudi. Nishakataa. Huko manjugu yako mawe huko. Hayo manjugu kwanza ushasikia. Inaitwa njugu halafu ni mawe. Unaona? Ni mawe ya nini? Wewe unaenda kutoa mawe kule. Ukija ukamatwa na serikali. Fanya hivi. Wewe nenda kang'oe hayo. Mimi naondoka zangu. Nawahi kwa wakati. Yaani wewe kila siku na wakati yako yani. Nasema twende ukatoe njugu mawe huko ukapalilia na kupalilia. Yaani sijui leo nimelala mgongo gani jamani? Sijui kulia, sijui kushoto. Yule una bahati kwa sababu tu mama alikuwa cha maagizo. Subiri mimi niende. Takubana jembe lako ila hapa. Wewe ipo sisi yao. Na wewe kabisa. Yeye una akili kabisa wewe. Muone. Hii mama alizaa mtoto gani hivi? Yeye mtoto mwenyewe kuzurura surura hata kazi hauna. Yaani kupalia tu matuta mawili haya amechoka. Nasema uje upalilie, ukimaliza kupalia tuje tutoe njugu mawe hapa. Sijui mama alizaa mtoto gani ili lione kichwa chako.